Baba wa Taifa hayati Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere alisema, na nukuu, utamaduni ni moyo na uzima wa taifa au kabila, na taifa lisilokuwa na utamaduni wake ni kama kaumu ya watu wasio na moyo unaowaunganisha pamoja kama taifa, mwisho wa kunukuu. Mgogoro kati ya kanisa la Pentekosti na mila ya Wamasai. Mgogoro huu unasababishwa na migongano ya imani, hisia na kuingiliana kwa tamaduni zisizofanana katika taratibu au njia zinazotumika kufikia ukamilifu wa tohara. Pengine pia waumini wasio Wamasai ndio wanaosababisha waumini katika kuhamasisha kutoka katika utamaduni wao, kwani inapingana na imani ya Kristo wasemavyo wao wa Kristo, hasa wale waliookoka. Mzozo huu wa mara kwa mara kati ya waumini wa dini ya Pentekoste na watu wa mila ya Wamasai haumfurahishi Mwenyezi Mungu. Na mtazamaji, mimi ni Abel Saidi Loasa na hapa ni katika eneo la Elerai lililoko hapa mkoani Arusha. Eneo hili ni maarufu sana hasa kwa kabila la Wamasai kukutana na kuweka mambo yao sawa ya kimila, na hapa leo viongozi wa Wamasai wamekutana kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Muita, kutoka Kilimanjaro na maeneo mengine pia wamekutana mahala hapa kwa ajili ya kuweka sawa jambo ambalo limekuwa likileta vurugu kwenye jamii kati ya wachungaji pamoja na mila, ambapo basi wale wachungaji wameitwa leo mahala hapa kwa ajili ya kuweka mambo sawa kuhusiana na utaratibu ambao basi unapaswa kutumika ili basi isilete mkanganyiko kwenye jamii, ambapo viongozi hawa wameweza kutoa tamko kwa ajili ya kulinda mila yao ya Wamasai. Tamko hili basi utaenda kusikiliza kila ambacho kimeweza kuzungumzwa kwa siku hii ya leo kwenye eneo hili la Elerai. Hii ni sehemu ya kwanza hasa ya kila ambacho kimetamkwa katika eneo hili la Elerai. Kumbuka hii ni Asalo TV Online. Ndio nikasema hii ni waraka mwongozo ambao umetolewa. Leo ilikuwa tukutane na viongozi wa dini, hasa watu wa Pentekoste, kuwaeleza msimamo wa watu wa Maa kuhusu masuala ya tohara kama sehemu ya utamaduni wetu. Baraza Kuu la Viongozi wa Wamasai Tanzania, waraka kuhusu tohara kwa vijana wa kiume wa kabila la Wamasai kwa makanisa ya Kikristo, serikali na watu wa Maa wenyewe. Wamasai wameanza zoezi la tohara katika tamasha la kimila iliyofanyika katika tarehe 20 mwezi wa 10 2025. Tamasha hilo lilizinduliwa rasmi kwa rika la Megoliki, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Amos Makala. Uzinduzi uliofanywa kwa kukesha usiku kucha na kesho yake kufanya sherehe hapo Oldonyo Sabuk na kuanza maandamano ya nyimbo za asili na ngoma hadi Elerai na kukesha hapo hadi asubuhi, ambapo wamepata baraka kwa wazee walezi wa rika husika na kuwapaka chokaa na maji ya baraka kama alama ya kuwabariki vijana kwa maji ya chokaa, maji na chokaa inayopatikana hapa Elerai na kuwatawanya. Maandamano hayo ni ushuhuda kwamba umma wa Tanzania unajionea kwamba mambo yamekamilika na tohara sasa kuanza na kuendelea kwa miaka 7 mfululizo na kutengeneza rika la Megoliki. Wamasai wanawafanyia viongozi vijana wao wa kiume tohara kwa kuwaimbia na kuwapeleka Elerai kama kudumisha mila na desturi zao kwa kizazi hadi kizazi, na sasa hadi kizazi kingine au vingine vijavyo. Pia vijana wanaridhishwa mila na desturi ya Wamasai kwa njia ya mafunzo ya maadili, nidhamu, uwajibikaji katika jamii na katika familia kwa ujumla. Pia kuwapa mafunzo vijana wa kiume katika kuingia katika utu uzima na kuweza kumudu majukumu yao ya kifamilia yanapotolewa. Zaidi kwa ufahamu wenu, wanaume ndio wanatahiriwa kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa vyombo, cables and connectors, katikati ya miguu yao ya kuwawezesha kuunganisha na ardhi nzuri ya wanawake, na hivyo genes transfers
iliyoko kwenye damu inatengeneza mtoto au kiumbe kipya wa kuendeleza familia, ukoo, jamii ya Wamasai na hatimaye kabila. Tunatoa wito kwa watu wote kuheshimu historia ya mababu zao na pia uendelezaji wa mila na desturi zao ambao ni utamaduni wao. Utamaduni, mila na desturi ya Wamasai ni wa pamoja, na mfumo wa utawala na utambulisho wao ni lugha yao, tabia zao, kazi zao, ukoo wao na mambo yote ya kimila na desturi. Haya yote ni lazima yalindwe na yahifadhiwe ili historia isipotee. Baba wa Taifa hayati Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere alisema, na nukuu, utamaduni ni moyo na uzima wa taifa au kabila, na taifa lisilokuwa na utamaduni wake ni kama kaumu ya watu wasio na moyo unaowaunganisha pamoja kama taifa, mwisho wa kunukuu. Mgogoro kati ya kanisa la Pentekosti na mila ya Wamasai. Mgogoro huu unasababishwa na migongano ya imani, hisia na kuingiliana kwa tamaduni zisizofanana katika taratibu au njia zinazotumika kufikia ukamilifu wa tohara. Pengine pia waumini wasio Wamasai ndio wanaosababisha waumini katika kuhamasisha kutoka katika utamaduni wao, kwani inapingana na imani ya Kristo wasemavyo wao wa Kristo, hasa wale waliookoka. Mzozo huu wa mara kwa mara kati ya waumini wa dini ya Pentekoste na watu wa mila ya Wamasai haumfurahishi Mwenyezi Mungu, na Mungu hapendi, kwa sababu wote ni watoto wake. Kazi kubwa ya watu wa mila na hata wale wa dini kwa ujumla wao ni kuhamasisha na kuhimiza amani, utulivu na kutii maonyo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia vitabu vyake vitakatifu, kama katika Biblia kitabu cha Waebrania 14 mstari wa 1 na kuendelea inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo ndio utakuwa ukamilifu, ambapo hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Hivyo basi, sote tujenge tabia ya kufanya mazungumzo pale matatizo yanapotokea, na kwa kufanya hivyo tunajenga umoja, mshikamano, upendo na uvumilivu, kwa sababu with time things are likely to change. Na pia natural law inaelekeza kwamba jamii iweke taratibu wa kufanya shughuli zao kwa uhuru na bila hofu wala wasiwasi, kwa sababu ya amani ambayo ipo. Hemu kila upande ufanye majukumu yao bila kuingilia majukumu ya upande mwingine, kwa sababu dini inayo waumini, lakini hawamiliki waumini hao. Waumini pia wanaweza kuchagua imani ipi waifuate, wala mila na desturi inamilikiwa na kabila fulani, na ndani yake ndiko waliko familia na ukoo ya makabila hayo, na sio kwa njia ya kuchagua ila kwa njia ya kurithi. Mwanamke ndiye anayeunganisha familia, ukoo kwa njia ya nasaba, genes, na kupata watoto wenye damu na asili ya familia, ukoo na jamii, na hivyo damu yake yeye mwenyewe sio yake binafsi. Hivyo tunahitaji dini zenye staha, zenye kuhubiri amani, yenye kuheshimu mila na desturi za watu, yenye kutoa fursa ya majadiliano pale wanapotokea mzozo baina ya makundi hayo. Kazi ya msingi mwanzoni ni kwamba Mungu anataka tufanye kazi ya kuhamasisha watu na kuhubiri na kuleta amani kwa watu wote. Endapo yupo mtu asiyetaka mila na desturi za kabila la Wamasai na anataka kutoka katika kundi hilo, basi apate ridhaa ya boma lao na kuridhiwa na kiongozi wake wa ukoo, na ndipo alete maombi yake, nasi tutaona maoni yake, tutatoa maoni yetu kama viongozi wa baraza linalosimamia mila na desturi ya Wamasai.